anachukuliwa, na muda huo moja kwa moja anachokifanya ni nini? Yule aliyekuwa anasifu, muda huo yuko kwenye singeri, anasifu, yuko kwenye muziki ya dunia, anasifu, yuko kwenye kujiuza, anasifu, yuko katika kufanya vitu hivi vya dunia, ndivyo vya anasa, ndivyo anavyoambatana navyo kwa nguvu zote, maandiko yanavyosema. Kwa nini? Kwa sababu walipoingia kwenye lile hekalu walichukua vyombo. Kwa hiyo adui anaweza kachukua vyombo na akavipeleka akaviweka kwenye madhabahu yake, hata kama havitumii, lakini siku moja vitatumika. Kuna watu unaweza kujikuta mdau wangekuwa sasa hivi ni wachungaji wazuri, wangekuwa ni waimbaji wazuri, wangekuwa wainjilisti wazuri, wangekuwa ni watu ambao ni baraka kwenye madhabahu, lakini adui amewachukua. Na amewachukua wapi? Amewachukua kwenye madhabahu, amewachukua mahala ambapo Mungu tayari, ndani ya familia ambayo tayari walimjua Kristo toka hapo, lakini leo hii watoto wako kwenye upande wa kuuza madawa ya kulevya. Hivyo akachukua, maandiko akasema walipovichukua wakaanza kuisifu miungu yao. Sasa unajikuta adui, malango wa adui anaanza kusifu miungu yao. Kwa sababu gani? Wameingia kwenye hekalu la Bwana wakachukua. Kumbe wanapochukua vyombo vya dhamani, wanapowachukua watu ambao walikuwa wanategemea kuwa ni watumishi wa Mungu, kuwa ni baraka kwenye kanisa, kuwa baraka ndani ya familia, wanachoenda wanaitukuza miungu yao. Lakini leo hii unaposikia neno hili, nataka niseme, nitaenda kukuombea, na Mungu aliyeumba mbingu na nchi ataenda kusimama na kuhakikisha kila ufalme wa shetani uliojengwa. Labda unaweza ukashindwa kunielewa. Ufalme wa shetani wa kuzimu uliojengwa kwenye maisha yako, Bwana ataenda kuingilia kati na kubomoa na kujenga ufalme wa Mungu. Kwa sababu ukiangalia kitabu kile ya Mambo ya Nyakati sura ya pili, Mambo ya Nyakati sura ya pili mstari ule 37 mstari wa 7. Labda nisome katika jina la Yesu. Na anasema hivi, Nebukadreza akachukua baadhi ya vyombo vya nyumba ya Bwana mpaka Babeli, akavitia katika hekalu lake huko Babeli. Nebukadreza akachukua vyombo katika nyumba ya Bwana akaenda kuvitia Babeli, katika hekalu lake. Babeli, tunaposema Babeli ni ufalme mkuu wa shetani, lakini vile vyombo vilikuwa natakiwa kuwa katika hekalu la Bwana vikaenda kuwekwa katika madhabahu ile, na ndipo ambapo Belshaza alikuja kuvichukua akavitumia. Kwa hiyo hata kama leo shetani babu aliweza kukuchukua akamuingiza mtoto kwenye agano la kiganga, lakini ujue kesho atatumika. Hata kama leo afanyi kazi, unajikuta babu alimuingiza au bibi alimuingiza kwenye hiyo madhabahu, na saa hii anapotumika yuko tu ametulia kule. Lakini majira yatakapokuja, Belshaza atakapokuja kuinuka, mtoto wake atakapokuja kuinuka, atahakikisha kile chombo kinatumika. Sasa utakapoenda kuomba mbele za Bwana, kila ufalme wa shetani uliojengwa ndani yako, hata kama unatumika au utumiki, Bwana akabomoe. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako kwa kupitia damu yako Yesu iliyomwagika pale msalabani. Damu yako Yesu inaonena mema kuanzia leo. Itakaze moyo wangu, itakaze nafsi yangu, itakaze roho yangu, itakaze ufahamu wangu, itakaze hekalu langu, na kuanzia leo nitengwe kabisa na ufalme wote wa adui uliojengwa ndani yangu, unaosubiri majira au unaofanya kazi, katika jina la Yesu. Baba, kwa kupitia damu yako Yesu, kila aina ufalme uliokuwa umejengwa juu ya mtumishi wako huyu anayefuatilia neno hili, Bwana, kwa majira haya natangaza kila ufalme wa kuzimu, kila ufalme wa kichawi, kila ufalme wote wa dunia uliojengwa, Bwana, ninatangaza kupitia damu ya Yesu upinduliwe na saa hii katika moyo huo ambao ni ufalme ambao Bwana ni hekalu la Bwana.
mahala palipokuwa panatakiwa kuwa na maneno ya kutia moyo na adui akaweka maneno ya kiburi. Palikuwa panapokuwa moyo unatakiwa ubebe moyo wa upendo, na leo hii moyo huo saa hizo ubebe upendo, umebeba kiburi, umebeba maumivu, umebeba uchungu. Ninasimama kinyume kuupindua ufalme uliojengwa kwa damu ya Yesu na kujenga tena na kutakaza hiyo madhabahu iliyochafuliwa, hiyo madhabahu iliyogeuzwa na ukaanza kufanya biashara nyingine. Moyo ambao ulikuwa unatamani uwe na moyo wa kuweza kusoma neno la Mungu, lakini leo hii moyo huo sahihi unapambana kutafuta vitu vya dunia kwa 100%, wakati Kristo amewekwa nyuma. Natangaza katika jina la Yesu, huo ufalme uharibiwe na kupinduliwa kwa damu ya Kristo. Na kwanza leo ninauinua ufalme wa Bwana juu ya maisha yako, ninauinua ufalme wa Kristo juu ya maisha yako kwa kupitia damu ya Yesu Kristo, na kuhakikisha ufalme huo hautajengwa tena hadi Kristo atakaporudi katika jina la Yesu. Na kuanzia leo unaposikia maombi haya, ninakushauri chochote kile unachokifanya ambacho ukikuta moyo wako umejaa kiburi, umejaa masengenyo, umejaa tamaa za dunia, umejaa tamaa za kufuatilia vitu vya dunia, umejaa moyo wako 99% unatafuta kupambana, hata maombi yako ni kutafuta vitu vya dunia ambavyo Kristo alivyovikataa. Hivyo basi ninakushauri popote pale ulipo, hebu geuza ile hekalu la Bwana, umpe nafasi Bwana na Bwana akutumie tena kama chombo chake. Kwa maana nimesema kilichokuwa kimehamishwa ndani yako ni ule ufalme wa Bwana, na ukajenga ufalme wa nguvu za giza. Na hivyo unaponisikia, Mungu akupe kila neema na Mungu akubariki. Hivyo basi unaposikia ujumbe huu, Mungu akubariki na Mungu akutendee. Mimi naitwa mchungaji Richard A. Kavishe wa kanisa la madhabahu ya Mto Uzima hapa Goba la Stanza. Hivyo basi ninakukaribisha kwenye ibada zetu zinazoendelea mahali hapa kila siku ya Jumanne, siku ya Alhamisi na mikesha. Kila Ijumaa tunakuwa na mikesha mahali hapa, na Jumapili tunakuwa ni ibada zenye nguvu, zenye matokeo na mdhihirisho mkubwa wa Mungu. Hivyo popote pale ulipo, basi ninakualika tushiriki pamoja katika ibada hii. Na unapokuwa uko mbali, unapotaka kuwasiliana nasi, wasiliana nasi kwa kutia simu namba 0678307725 au 0766533191. Na popote pale ulipo, wakati moyo wako na moyo nia yako ambao unaanza kuambatana nasi, neno hili likiwa limekubariki na Mungu akawa amekutendea, ninakushauri uweze kuungana nasi kwa ajili kwa uweze kuisupport huduma hii kwa njia yote, kwa kila neema na kila Mungu aliyokubariki, ili tuweze kuwafikia watu wengi. Basi kwa kuungana nasi kwa kupitia sadaka yako kwa ajili ya kuisupport injili popote pale ulipo, na Mungu akutendee